Hesabu 20 na tutaanzia hapo 1. Kwa hivyo tusomee hapo 1. Nagori ciana cia Israeli naguo nitakuga kirinde kiu giothe igithie igikinya weru wa Sinai mweri wa mbere. No andu acio magikara Kadeshi, nake Miriamu agiukira kuo na agikuira kuo na agithikwo. Amen. Orokuo. Amen. Sasa tunaona kisha wana wa Israeli mkutano wote wakaingia bara ya Sini. Sasa hii ni baada ya miaka mingi. Tuliwaona mwisho waliporudi na waliamua kwamba wataendelea kuzurura kule nyikani. Hii ni baada ya miaka mingi. Sasa miaka imeenda na wamefikisha sasa ile mwaka wa 48. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo miaka imeenda, hapo wamekuwa kizunguka miaka mingi. Kwa hivyo wengi wao walikuwa shakufa, wengi wao walikuwa wameshaaga. Ile kizazi ambayo Bwana alisema itaisha ndio aendelee na kizazi kipya. Miaka sasa imeendelea zaidi na tunaambiwa kisha wana wa Israeli mkutano wote wakaingia bara ya Sini katika mwezi wa kwanza. Watu wakakaa Kadeshi. Na hii Kadeshi kuna mjadala kuhusu hii Kadeshi, sababu tulisoma kuhusu Kadeshi pale mbele, ile walikuwa wamefika na wakatuma wale spies waende kuangalia, walikuwa bado Kadesh. Na hapa tena tunaambiwa wakiwa tena Kadesh, lakini hapa wameingia mahali panaitwa Zin Kadesh, na ile nyingine ilikuwa ni Paran. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuna mjadala pale kuhusu ni Kadesh kama ni the same ama ni tofauti. Bwana apewe sifa. Na wale wanasema ni the same place, wamezunguka sasa wamerudi the same place walikuwa, na kuna wengine wanasema ni mahali tofauti. Bwana apewe sifa. Sababu kwa Biblia inasema hapa ni Zin na pale pengine ilikuwa ni Paran. But kuna wengine wanasema inaweza kuwa tu the same place. Bwana apewe sifa. But whatever it is, tunaona kwamba wamefika mahala hapa, na mahala hapa tunaona Miriam akafa huko, akazikwa huko. Na hii ni timizo wa ahadi ya Mungu ya kwamba kuna kizazi ambacho hakitaingia kule Canaan. Bwana apewe sifa. Na baada ya hii miaka yote tunaona sasa Miriam anakufa hapa jangwani. Alikuwa ni dada ya Musa na Aaron. Na yeye ndiye alimwangalia Musa alipokuwa mtoto, alipowekwa kwa mto naye. Bwana apewe sifa. Miriam ndio bado alimwangalia. Kumbuka yeye bado ndiye aliongoza wanawake katika wimbo baada ya kuvuka bahari ya Shamu. Na tena alitajwa katika kitabu cha Mika kama nabii. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunamuona Miriam sasa hapa akafa hapo walipokuwa wamefika. Na kumbuka kwamba bado yeye ndiye aliadhibiwa na Mungu, na kisha tena Musa akamwombea na akasamehewa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunamuona hapa sasa Miriam akawa wakufa hapa mahali walifika Kadesh. Hebu tuendelee 2. Naho handu hau hakiagwo mai ni undu wa kirindi kiu, nakio gikirurugana gigiukirira Musa na Haruni. Na andu acio magiteteria Musa makiaria nake bakiuga atiri. Unasoma 2 Yeah. Na hapo hapakuwa na maji kwa ule mkutano, wakajikusanya juu ya Musa na juu ya Aaron. Kwa hivyo hii ni kizazi kipya. Wengi wale walikuwa wazee wameshakufa. Sasa hii ni kizazi kipya ambacho sasa kimeanza kutokea. Hakuna maji ya kunywa kwa watu na hata kwa mifugo. Watu sasa wamekusanyika pamoja na wamekuja sasa, wameandamana dhidi ya Musa. Wameanza kulalamika. Bwana asifiwe. Na wanaelekezea Musa na Aaron hii malalamiko, kwa kuwa hakuna maji ya wanyama, hakuna ya kunywa. So kwa hivyo wamekuja na kuanza kuexpress their frustration. Hebu tusome 3. Na andu acio magitetia Musa makiaria nake makiuga atiri, na gikoro ni gukua twakuanire hamwe na ariu a ithe witũ aria makuĩrĩire mbere ya Jehova. Soma mwaka 5. Rĩu rĩ
nĩkĩ gĩtũmĩte mũrehe kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Jehova werũ-inĩ ũyũ nĩgetha tũkuĩre kuo ithuĩ ene na ũhiũ witũ? Ningĩ rĩ, nĩkĩ gĩatũmire mũtũrute Misiri mũtũrehe kũndũ gũkũ kũũru? Gũkũ ti kũndũ irio ingĩhandĩka. Tunaona kuoneke ngũyũ kana thabibũ kana maka onamo maĩ ma kũnyua gũtirĩ. Tunaona sasa hii ni jambo ambalo inarudiwa tena na tena. Kumbuka tena kuna wakati waliteta sababu ya maji. Ikafika wakati mwingine wakateta kuhusu nyama. Bwana apewe sifa. Ikafika mahali tena wakateta sababu ya uoga. Walishindwa kuingia Kana, tena kukawa na kilio kikubwa. Kwa hivyo tunaona ni jambo ambalo tena inajirudia. Inaonyesha kwamba watu hawa hawako tayari kumwamini Mungu licha ya yote yale ambayo Bwana anawatendea. Ikifika mahali kuwe na ukosefu fulani, wanabadilika. Bwana asifiwe. Wakati hakuna hii mahitaji yao ya kimsingi ikishakosa, wanaanza kuingia tena katika hali ya panic. Bwana apewe sifa. Sasa wameanza kulalamika wakisema watu wakashindana na Musa wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungalikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Hapakuwa na maji, na ule mkutano wakakusanyika juu ya Musa na juu ya Aaron. Watu wakashindana na Musa wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungalikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Mbona mmewaleta kusanyiko la Bwana hata jangwa hili ili tufe huku sisi na wanyama wetu? Mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya, si mahali pa mbegu wala tini wala mizabibu wala mkongamana wala hapana maji ya kunywa? Kwa hivyo wanaonyesha majuto makali. Bwana apewe sifa. Wanatamani ya kwamba wangekufa mapema badala ya kuletwa mahali hapa ambapo hakuna maji, hakuna chakula. Na vile wanaongea ni kama watu ambao already wameshakata tamaa. Hawana shukrani yoyote kwa Mungu. Hakuna asante ya kusema this far Mungu ametuleta. Tunaona kuna majuto. Ni kama hawakutaka kuwa mahala pale. Ingekuwa bora hata wangekufa kitambo. Na tunaona hapa sasa wameanza kumshambulia Musa na Aaron. Na katika kumshambulia Musa na Aaron ni kama kushambulia tena yule ambaye aliwasimamisha mahala pale. Bwana asifiwe. Wanashambulia pia nia ya Musa. Kwa nini umetuleta mahala hapa? Hata hili tungekufia kule. Kwa hivyo uongozi wa Musa imeanza kuonekana ni kama sio uongozi bora. Bwana asifiwe. Kumbuka wazazi wao waliteta vile vile, na sasa hawa ndio wale watoto wameshakuwa. This is 40 years later. Bwana apewe sifa. Actually about 38 kutoka wakati ule waliambiwa warudi. Na sasa wameanza kumshambulia Musa. Wameanza kuteta. Ya kwamba wanaashiria kwamba Musa yeye ndiye anafaa kuwajibika kwa sababu ya hapa mahali wameletwa. Hakuna mbegu, hakuna tini, figs, hakuna mizabibu, hakuna vine, pomegranate. Kwa hivyo hakuna matunda, hakuna hata mbegu, hakuna maji ambao wanaweza kunywa. Bwana apewe sifa. Kila jambo wanatizama, wanaona everything ambayo hawana, but hawaangalii kile wako nacho. Bwana asifiwe. Amen. Wana focus kwa ile ambayo hakuna, sababu hakuna mbegu, hakuna tili, but hawaangalia kwamba Mungu yu pamoja nao. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama hizi mbegu hakuna, hata kama hizi matunda hakuna, but kuna ile wingu ambayo inawaongoza. Kuna yule ambaye yuko katikati yao. Bwana asifiwe. Na badala hata ya acknowledge ya kwamba but at least tuko na Mungu. Daudi alisema even though hata akivuka in the valley of the shadow of death, Mungu yu pamoja naye. Bwana apewe sifa. Lakini hawa wakiangalia wanaona everything that is wrong, but hawaangalii na kuona Mungu yu pamoja nao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kuteta wanateta. Wamekuja mbele ya Musa na ni kuteta wanateta. Hata ni heri wangekufa. Hebu endelea, soma 6. Na Musa na Haroni magithie makiuma hau kirende kiu kiari magikinya mũramo-inĩ wa hema ya gũtũnganwo makĩgũithia magĩturumithia mothiũ mao thĩ, naguo riri wa Jehova ũkĩmoimĩrĩra.
Musa na Aaron wakatoka pale palipokuwa makutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi, utukufu wa Bwana ukawatokea. Kwa hivyo badala ya kujitetea, Musa na Aaron wanarudi kwa Bwana, wanakimbia mbele za Bwana na wanaanguka kifudifudi mbele za Bwana. Kwa hivyo wanapeleka hii tatizo mbele za Bwana. Wanapewa sifa. Badala ya kuanza kujitetea mbele ya hao watu, sababu hao watu already hawana furaha ndani yao. Wanasifiwa. Already ni kuteta, wanateta, ni kuandamana, wanaandamana dhidi ya Musa na uongozi wake. Na Musa naye badala ya kuteta na wao, wanaenda mbele za Mungu na wanaanguka mbele za Bwana kifudifudi. Wanapelekea Mungu hiyo tatizo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kama wanatafuta mwongozo kutoka kwa Mungu. Na hao watu badala waangalie yale yote ambayo Bwana amewatendea, sababu ukiangalia historia yao kuna mambo mazuri Mungu amewatendea. Kuna baraka ambazo wamebarikiwa nazo. Kuna mambo ya ajabu imetendeka kati yao, lakini hawazingatii hiyo. Wao wanaangalia kile hakiko dakika hii. Bwana asifiwe. Right now hatuna maji, hatuna mbegu, hatuna matunda. Bwana apewe sifa. Hatuna ya kupatia mifugo yetu. Badala ya kusema huyu Mungu aliyetufanyia hii zamani hata leo atatufanyia, wao wanaangalia kile hakiko dakika hiyo. Na kwa sababu ya hiyo wanateta, wanamtetesha Musa. Naye Musa wameenda na Aaron mbele za Bwana na kuanguka pale, na utukufu wa Bwana ukawatokea. Hebu soma 7. Nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, endelea mpaka 10. oya rũthanju rwaku mũcokanĩrĩrie kĩrĩndĩ gĩothe mwena Harũni mũrũ wa nyũkwa, mũcoke mwarĩrie ruoro rũrũ rwa ihiga kĩho gĩkĩiguagĩra, nĩgetha rume maĩ, ũrute maĩ ihiga-inĩ rĩrĩ, ũkĩhe kĩrĩndĩ gĩkĩ maĩ kĩnyue hamwe na ũhiũ wakĩo. Musa agĩkĩoya rũthanju rũu akĩrũruta hau rwaigĩtwo mbere ya Jehova o ta ũrĩa amwathĩte. Musa na Harũni magĩgĩcokanĩrĩria kĩrĩndĩ kĩu gĩothe. Ngoja kwanza, nisome kwanza mpaka hapo. Bwana akasema na Musa akinena, toa ile fimbo uwakusanye mkutano, wewe na Aaron ndugu yako, ukawaambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitoa ile fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Na kwa hivyo sasa Bwana amemwambia kile watafanya. Bwana amempa maagizo achukue fimbo na aende na anene, azungumze na mwamba. Bwana apewe sifa. Na atakapozungumza na hiyo mwamba itatoa maji na watu wote watakunywa hiyo maji. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuna vile ameambiwa na Bwana, enda utende hivi. Na kwa hivyo mpango wa Mungu imekamilika. Enda ufanye hivi, mwamba utatoa maji, watu hawa watakunywa. Kwa hivyo Bwana akampa njia. Walimlilia, Bwana ameshuka na sasa amempa suluhisho. Na akamwambia enda ufanye hivi na atende hivyo, watu wote wataona. Bwana apewe sifa. Na wataona maji ikitoka kwa mwamba. Kwa hivyo afanye hivyo, na atafanya hivyo mbele za watu wakiona, atazungumze nayo itoe maji. Na sasa Musa tunaona katika hapa 9 kwamba akatoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Kwa hivyo anatii sehemu ya kwanza ya ile jambo ambalo Mungu amemwambia. Tunaona akitii, amechukua fimbo na kukusanya watu. Bwana apewe sifa, kama vile ameambiwa atende. Hebu soma tena. Musa na Harũni magĩcokanĩrĩria kĩrĩndĩ kĩu gĩothe hamwe mbere ya ihiga rĩu. Musa agĩkĩra atĩrĩ, rĩu ta gĩthikĩrĩriai iwe aremi aya, anga no mũhaka tũkĩmũrutĩre maĩ ihiga-inĩ rĩrĩ? Musa na Aaron wawakusanya kusanyiko mbele za mwamba, akawaambia, sikieni sasa enyi waasi, je, tuwatokeze maji katika mwamba huu? Bwana asifiwe. I think soma tu hata 11. Musa agĩkĩoya guoko gwake na igũrũ, akĩgũtha ihiga rĩu na rũthanju kerĩ, hagĩkiuma maĩ maingĩ mũno. Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana apewe sifa.
Kwa hivyo Musa akafika pale, Musa akanena na watu. Lakini vile alizungumza nao, alizungumza kwa njia tofauti. Hatujamsikia Musa akizungumza hivi tena mbele ya watu. Bwana apewe sifa. Kuna vile alizungumza ambayo ilikuwa ni tofauti. Tukisoma tu hapo katika Zaburi 106 106 soma tu hapo Psalms 106 32 mpaka 33. Na ningĩ makĩmũrakaria na ningĩ makĩmũrakarĩria maĩ-inĩ ma Meriba, Musa agĩkinyĩrĩrwo nĩ ũru nĩ ũndũ wao, nĩ gũtuĩka nĩ mangathĩirie roho wake, nake nĩ kwaria aririe na mĩromo yake ũrĩa atagĩrĩire. Wakamghadhabisha penye maji ya Meriba. Kwa hivyo Musa alikuwa na hasira. Bwana apewe sifa. Watu hawa walipomuingilia, watu hawa walipokuja na wakaanza kuteta, walipokuwa wameandamana kinyume naye na Aaron. Kwa hivyo Musa alikuwa na hasira. Bwana apewe sifa. Sijui kama hasira yake ilikuwa sababu already tu alikuwa tu ametoka kumzika dada yake. Bwana asifiwe. Dada yake alikuwa amekufa sio kitambo wakati huo tu. Na immediately dada yake amekufa, kukawa tena hakuna maji. Watu sasa wamemuinukia. Wameanza kuteta, wameanza kusema hata ni heri wangekufa. Wao wameanguka mbele za Mungu. Mungu amemwambia enda utende hivi. Bwana apewe sifa. Na I don't know kama hiyo hasira yake ilitokana pale, but alikuwa na hasira ndani yake. Bwana apewe sifa. Walimghadhabisha, ndio tunasoma hapa kwa Zaburi, penye maji ya Meriba. Hasara ikampata Musa kwa ajili yao, kwa sababu waliasi roho yake, akasema yasiyofaa kwa mdomo yake. Bwana asifiwe. Which means Musa kile alinenea, vile alizungumza na watu, kile kilitoka ndani yake, alinena vile isiyofaa. Bwana apewe sifa. Na tukisoma hapo katika James 1:20, hebu soma Yakobo 1 hapo 20. Nĩgũkorwo kũrakara kwa mũndũ gũtiĩkithagia maũndũ ma ũthingu wa Ngai. Hebu tusome kwa Kiingereza the same. 1 James 20. Acha nasoma kwanza kwa Kiswahili. Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Bwana apewe sifa. For the wrath of man works not the righteousness of God. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tunaona kwamba hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Na sasa hizi tunaona Musa akona hasira. Kuna hasira ndani yake, naye amesimama mbele za watu. Na tumesoma hapo katika Psalms ya kwamba walimprovoke kiasi kwamba naye pia akakosa, akatenda jambo ama akanena vile isivyofaa. Bwana apewe sifa. Na hapa mahali yuko tunamuona Musa alipokuwa na hiyo hasira, akafungua kinywa chake na akanena mbele ya watu. Na hata wakati mwingine ni bora, wakati unajua uko na hasira ndani yako, it is even best usizungumze. Bwana apewe sifa. Jizuie kunena
wakati unahisi kwamba kuna hasira ndani yako. Bwana apewe sifa. Ndio ni watu wamekukasirisha. Sababu hapa tunasoma kwamba ndio ni watu walimprovoke, ni watu walimkasirisha. Wao ndio walimsukuma, wao ndio walifanya mpaka akawa na hasira. Bwana apewe sifa. Lakini kile kilimpata ilikuwa ni hasara kwake kwa kupitia hiyo hasira yake. Bwana asifiwe. Na kunena kwa hasira. Na tunaona hapo ikisema kwamba Musa na Aaron wakakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia. Kwa hivyo akafungua kinywa na kunena katika hiyo hasira. Na sasa akanena na kusema, sikieni sasa enyi waasi. Je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili, maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hasira amenena, na kwanza ameanza na kuwaita hawa watu kwamba ni waasi. Bwana asifiwe. You rebels. Bwana apewe sifa. Na vile ananena this time, hatumuoni akiongea kama muombezi. Bwana asifiwe. Mara mingi tumemuona wakati kuona ameshuka na hasira, anaingia katikati na kuombea watu na kuomba Mungu kwamba awasamehe. Bwana apewe sifa. Lakini wakati huu badala ya kuomba ama badala ya kunena na njia ambayo ni kama ya kuprotect hawa watu, anawaita waasi. Kwa hivyo Musa wakati huu anawahukumu. Bwana apewe sifa. Sasa anahukumu umati, anahukumu Israeli, anawaita waasi. Ananena akiwa na hasira na anawaita enyi waasi. Bwana apewe sifa. Ya pili tena anasema kwamba kama tuwatolee maji, tuwatokezee maji katika mwamba huu. Kwa hivyo yeye na Aaron, yani tuwapatie maji kutoka kwa mwamba huu. Bwana apewe sifa. Kumbuka kwamba sio yeye Musa anapeana maji, sio nguvu za Musa, sio uweza wa Musa, ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo pia kuna hali kidogo ya kujiinua mbele ya hao watu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu kumbuka sio nguvu zake Musa. Yeye hata nyinyi akitenda Bwana ndiye alikuwa anatenda. Bwana apewe sifa. Na sasa hivi anasema tuwapatie maji kutoka kwa mwamba huu. Kisha anainua mkono wake na kugonga ule mwamba mara mbili na fimbo. Lakini Bwana hakumwambia agonge kwa fimbo. Bwana alikuwa amemwambia nena na mwamba. Bwana asifiwe. Nena nayo na mwamba itakupa maji. Kwa hivyo it is already done. Mungu already ameruhusu Musa akizungumza, hiyo mwamba itatoa maji, na atafanya hivyo mbele za watu, na watu watamuogopa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuna jambo fulani, kuna vile watu watamheshimu Mungu kupitia hiyo jambo. Bwana apewe sifa. Lakini yeye hakutenda vile. Instead anaenda na kugonga mwamba huo kwa mti mara mbili. Kwa hivyo hakutii Mungu na hakutenda vile Bwana amemwambia. Alitenda kinyume. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii kosa ambayo alitenda ilikuwa ni expensive kwake Musa. Bwana asifiwe. Ukaimagine hiyo miaka yote amezunguka na hao watu, na sasa hapa ni karibu mwisho. Sasa hapa ni almost sasa wakati wafike ndio wavuke waingie Kanani. Na hiyo miaka yote amekuwa nayo, lakini dakika hii amenena isivyofaa. Ametenda jambo mbele ya umati ambayo haijamfurahisha Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Licha ya Musa kutotii Mungu, hakutenda kama vile Mungu alimwambia tende, lakini hata kama hakumtii Mungu, lakini Bwana bado alijitukuzisha sababu aliwapa watu maji. Bwana asifiwe. Hakukosa kuwapa maji sababu walikuwa wameitisha maji. Lakini kumbuka tena Bwana aliponena na Musa na kumwambia enda unene na mwamba. Kumbuka Bwana mwenyewe hakuwa na hasira na watu wake. Bwana asifiwe. Mara mingi walikuwa kinukia Musa, Bwana anashuka akiwa na hasira. But this time notice, Bwana hakuwa na hasira na watu wake. Lakini Musa akinena na wao, alinena yeye akiwa na hasira. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kama tena kuna vile ana misrepresent nia ya Mungu wake, sababu Bwana hana hasira, but yeye mwenye anamrepresent
ananena na watu kana kwamba Bwana amekasirika nao. Bwana anawaita waasi. Bwana asifiwe. Ndio hata kama washawaitwa hivyo, but this time hakuwaita hivyo. Bwana asifiwe. Ndio Bwana ashasema ni watu wenye shingo ngumu, but this time hajawaambia. Sababu kumbuka hiki ni kizazi kipya. Na hii kizazi ndio inaingia. Bwana asifiwe. Na kuna jambo Bwana alitaka waone. These last few days kabla sasa waanze kuingia, Bwana apewe sifa. Kuna jambo anataka kuwaonyesha sababu hawa ndiye amechagua waingie. Bwana mwenyewe hajawaita waasi at this point, but Musa anasema ni waasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine hisia yako mwenyewe kama mwanadamu, kumbuka hiyo ni tofauti na ya Mungu. Let's not confuse. Bwana asifiwe. Tusiweke hisia zetu mahali. Kama Bwana hajakasirika, usifanye Bwana amekasirika. Bwana asifiwe. Sababu labda hiyo ndio siku amekuja abariki, na wewe umeamka ni kama amekasirikia watu. Na wakati huo amekuja abariki. Bwana asifiwe. Wakati huo amekuja afanye jambo zuri, na wewe umeamka ni sababu ulisikia wakiitwa waasi jana. Wewe unawachukulia hata leo unawaita waasi. Na leo ni tofauti, it's a new day. Hujui roho ameshuka vipi. Bwana asifiwe. Leo ameshuka na kitu mpya, sio ile ya zamani. Wewe umesimama na ya zamani. Atumia ya Victoria. Na leo ni kubarikiwa na barikiwa. Bwana asifiwe. Na wewe hao unaenda kuona atumia mali. Bwana asifiwe. But it's a new thing. So hisia zako zinakuwa misrepresent kile Bwana anataka kufanya, which is very important. Bwana asifiwe. Jua kwamba hata kama watu wamekosea na Bwana anataka kubariki, wewe barikisha. Wacha kuweka yako ile uko nayo na mtu fulani. Wacha barikisha. Bwana apewe sifa. Na ikiwa Bwana leo sio kubariki, hata kama ni rafiki, mwambie ukweli. Bwana apewe sifa. But tusiweke hisia zetu ziwe ni kama hivyo ndivyo Bwana anasema na sio vile. Bwana apewe sifa. Hapa Musa alifanya hivi. Anawazungumzia na hasira, lakini Bwana hana hasira na hao watu. In fact Bwana aliwaambia vizuri, enda mfanye hivi na watapata maji. Bwana asifiwe. Hakusema kwa sababu wamefanya hivi nitawamaliza. But pale mbeleni kuna wakati alikuwa amesema hivi. Walipomwinukia Bwana akasema nitawamaliza. Bwana asifiwe. But this time it was not the same. Kwa hivyo Musa akaonyesha kwamba akawa ni kama anaonyeshana Bwana ako na hasira nao, lakini hawana hasira nao. Bwana asifiwe. Maji ikapatikana. Na maji kupatikana sio kusema kwamba Musa ametenda vyema. Ndio Bwana anabariki watu wake, lakini huyu mtu Musa hapa alikuwa amekosa. Bwana apewe sifa. Na hiyo jambo ikawa expensive sana kwake. Hebu tuendelee. Na Jehova akira Musa na Haruni atiri, tondu mutinajitikia niguo monanie ati ndi mutheru, mundeithie harĩ ciana cia Isiraeli ri, mutigakinyia kirindi giki bururi uria ndikihete. Bwana asifiwe. Watu wakapata maji. Watu hata hawakujua ni nini imeendelea. Wao waliona Musa amegonga na maji ikatokea. But Bwana anajua kwamba hawa wawili hawakumtii. Hawakumtukuzisha vile alitaka atukuzishwe. Bwana apewe sifa. Hawakufanya kama vile alitaka wafanye. Kwa hivyo Bwana nao akinena na Aaron na Musa, sasa akawanenea kuhusu hiyo jambo. Na akasema, akamwambia Musa na Aaron, kwa kuwa hamkuniamini mimi. Kwa hivyo Bwana naye anawa accuse of kutomwamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana naye walipokuwa wakifanya vile, Bwana aliona hawa watu wamekosa kuniamini. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maji Musa anaita hawa watu nyinyi waasi, lakini Bwana anamuona wewe mtu ambaye haamini. Bwana asifiwe. And then badala hawa watu wapigwe, yeye ndiye anapigwa. Bwana apewe sifa. Kwa hawa watu ambao anaita ni waasi. Kwa hivyo Musa akamwambia Musa na Aaron, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, basi kwa sababu hiyo hamtawaingiza kusanyiko hili katika ile nchi niliyowapa. Bwana asifiwe. Wanaambiwa ya kwamba hawataingia katika nchi ya ahadi. Na sababu Mungu aliwapatia ni kwamba kutoamini kwao. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawakutenda kama vile Mungu alitenda, kuonyesha utakatifu wake ipasavyo mbele za watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawataingia. Na kwa sababu ya hiyo jambo, hebu angalia hapo Deuteronomy
Kumbukumbu la Torati 3. Bwana asifiwe. Amen. Sababu Musa aliambiwa hautaingia katika nchi ya ahadi. Wewe na Aaron hamtaingia katika nchi ya ahadi. Bwana apewe sifa. Na kumbuka all this time kutoka Musa aitwe, kutoka siku ile aliitwa na Mungu, imekuwa ni kwamba atakuja atachukua hawa watu na mwisho itakuwa ni kuingia katika nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii kazi yote amekuwa akifanya, hiyo miaka yote ilikuwa kwamba atoe watu katika utumwa wa Misri, watu waingie katika nchi ya ahadi. Hiyo ndio ilikuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Lakini na katika yote Musa naye ikawa kwamba sasa sababu ya hii makosa ametenda hata ingia mahali pale ambao alikuwa ametarajia kuingia miaka mingi. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio imekuwa promise akipatia watu. Watu wanamuuliza, kwa nini hatujaingia kwa hiyo nchi? Hatujaona maziwa na asali. Bwana apewe sifa. Lakini kumbuka ni dhambi zao zilifanya wakae miaka hiyo yote wasiingie. Lakini sasa imefika, it's almost time waingie. Na sababu it's almost time waingie, Musa ameambiwa wewe na Aaron hamtaingia. Bwana asifiwe. Which is strange. Kwa sababu wakati Bwana alinena wakati wana wa Israel mara ya kwanza wakiwa pale Kadesh, walipokuwa wamekataa kuingia kule, wakisema kwamba adui zao ni wengi na ni wakubwa na ni warefu kuliko wao, ni panzi na wale adui ni wakubwa, na Israeli ikalia. Bwana apewe sifa. Wakati huo kumbuka Yoshua na Caleb walikuwa wakijaribu kusema tuendeni, Mungu atatushindania. Bwana apewe sifa. Na wakati huo Bwana akasema kwamba hawa wote ambao wamekataa, hakuna hata mmoja wao ataingia katika nchi hiyo. Bwana apewe sifa. Isipokuwa Joshua na nani mwingine? Isipokuwa Joshua na Caleb. Funny thing, Musa na Aaron walikuwa pale. Musa na Aaron hawakuwa wametenda dhambi, but Bwana hakuwahesabu. Miriam hakuhesabiwa. Bwana apewe sifa. Musa na Aaron hawakuhesabiwa. Alisema only Joshua na Caleb, kwa sababu nyinyi wengine mmetenda hii dhambi, mmekataa. But Musa kumbuka hakukataa, hakusema Mungu hatakushindania. He was for it. Bwana apewe sifa. But hawa wawili hakuhesabiwa na Bwana kwa wale wataingia. Na kumbe baada ya miaka mingi tunaona why. Bwana asifiwe. Jambo imetendeka na wakaambiwa hata nyinyi hamuingii. Bwana apewe sifa. Which doesn't contradict kile Bwana alisema miaka hiyo yote ilipita. Which is very dangerous, sababu Bwana anaweza kuwa na kuzungumzia na anajua hauingii. Bwana apewe sifa. Ama na kuzungumzia na anajua utaingia. Bwana asifiwe. So Moses na Aaron, I don't know whether hata Aaron alijiuliza wakati huo, mbona sisi hatukuitwa? How come we were not mentioned kama wale wataingia? Bwana asifiwe. Sababu waliponena na hawa alisema only Joshua na Caleb wataingia. Kizazi hiyo ingine yote, everybody over 20 hawataingia. Wale wataingia ni wale wako chini ya miaka 20 na chini. Hao sasa ni wakiwa wakubwa wataingia nchi ya ahadi. Bwana apewe sifa. Na ona miaka hiyo yote imepita. Sasa tunaona Musa na Aaron kuna jambo wanatenda ambayo inatimiza kile Bwana alisema. Bwana asifiwe. Ya kwamba only Joshua na Caleb ndio wataingia. Na Bwana akawaambia hamtaingia. Ilikuwa ni uchungu kwa Musa. Bwana asifiwe. It is painful. Sababu kumbuka kusimama mbele ya Farao, kwenda kupita bahari ya Shamu, kule kote wamepitia. Walipoenda kufika ikawa watu wamekataa, watu wameleta shida, tena warudishwe nyikani. Miaka imeenda. Sasa 38 years plus ile miaka mingi, sasa it's 40 years imepita. Amekuja kuingia. He's probably 120 wakati huu. Bwana apewe sifa. Sasa wanajaribu kuja kuingia, alafu watu wamemuingilia. Kwanza amepoteza Miriam. After that watu wamemuingilia, ameshikwa na hasira. Immediately after Bwana anamwambia hata wewe na Aaron hamuingii. Bwana asifiwe. Mmekosea, hamtaingia. Na tukisoma katika Kumbukumbu, Musa alililia Mungu juu ya hii jambo. Hebu soma hapo Deuteronomy 3:23. Utaona Bwana Musa
akimsihi Mungu wake. Ndio kithaitha Jehova akimwira atiri, we Mwathani Ngai riu ni wambiriirie kunyonia nie ndungata yaku unene waku ona guoko gwaku kuria kwi hinya ni undu ri ni Ngai iri kuu iguru kana guku thi ingihota kuruta mawira ta maria urutaga we kana ciiko ta iria ciikagwo niwe cia hinya. Ndaguthaitha ureke thie nginye kuo ngeonere bururi ucio mwega wi murimo uria wa Jorodani na ndionere irima icio njega ona Lebanoni. No riri nikamnyenyekea Bwana wakati huo, nikamwambia, yani Musa anasema, Bwana Mungu, umeanza kumwonyesha mtumishi wako ukubwa wako na mkono wako wa nguvu. Kwani kuna Mungu gani mbinguni au duniani awezaye kufanya mfano wa kazi zako? Musa akiongea na Mungu. Na mfano wa matendo yako yenye nguvu. Nami nakuomba nivuke nikaione hiyo nchi nzuri iliyoko ng'ambo ya Yordani, mlima ule mzuri wa Lebanoni. Anamuomba Mungu amwache aone hiyo nchi. Bwana apewe sifa. Avuke aende na kuona hiyo nchi. Hebu tusikie 23-26. No riri Jehova niendakariire ni undu wanyu na ndaigana kunjigua. Nikizo Jehova akinjira atiri, reka woro ucio ukuigane. Acha some hapo. Lakini Bwana alikuwa amenikasirikia kwa ajili yenu asinisikize. Bwana akaniambia, na ikutoshe, usinene nami zaidi jambo hili. Bwana asifiwe. Yani Musa anajaribu kumwambia Bwana, wacha niingie nione, na Bwana akamwambia enough. Bwana asifiwe. Hebu soma kwa Kiingereza. Soma tu 25. I pray you, let me go over and see the good land that is beyond the Jordan, that goodly mountain country and Lebanon. So 26. But the Lord was angry with me on your account and would not listen to me. And the Lord said to me, that is enough. Say no more about it. Bwana asifiwe. Can you imagine unaomba Bwana na Bwana anakuambia hii usiombe hiyo kitu tena. Because what I've decided. Bwana asifiwe. Already ameshasema hawavuki. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo amekataa, amesema hatavuka kuingia hiyo nchi. Kwea katika kilele cha Pisga, ukainue macho yako upande wa magharibi na kaskazini na kusini na mashariki, ukatazame kwa macho yako, kwa maana huvuki mto wa Yordani. Hebu soma tu. Ukira wabate okaugasubiri ga kirima kia Pisiga, ucoke utire maitho maku urore mwena wa ithwiro, ona mwena wa gathigathini na mwena wa guthini, ona mwena wa irathiro, ukiwirorere na maitho maku, ni undu ndurika rũĩ rũrũ rwa Jorodani. Msoma kwa Kiingereza. Get up to the top of Pisgah and lift up your eyes westward and northward and southward and eastward, and behold it with your eyes, or you shall not go over this Jordan. Ati kwea katika kilele cha Pisga, ukainue macho yako upande wa magharibi, kaskazini, kusini na mashariki, ukatazame kwa macho yako, kwa maana huvuki mto huu wa Yordani. Kwa hivyo Musa anaambiwa ndio, panda basi hapa juu, uangalie, uone kwa macho. Bwana asifiwe. But hautavuka mto. Bwana apewe sifa. Ombi yake ndiye ameomba, but the fire amepatiwa ni kwamba basi panda uangalie, uone, but hautavuka. Bwana apewe sifa. Hata ingia, sababu hivyo ndivyo Bwana alikuwa amenena na hivyo ndivyo alikuwa ameahidi. Hebu soma 28. No riri ara Joshua na umumiririe ona umwikire hinya, nigukorwo niwe ukaringa murimo ucio atongoretie andu aya, na niwe ugatuma magae bururi ucio uriona,
Lakini mwagize Yoshua, umtie moyo mkuu, umtie na nguvu, kwani ndiye atakayevuka mbele ya watu hawa, na nchi utakayoiona atawaridhisha yeye. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni Yoshua ataingia, Yoshua ndiye ataridhisha hawa watu, atawapatia hiyo nchi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sio Musa atavuka. Bwana apewe sifa. Na anajaribu kumsihi Mungu. Na anasema Bwana alinikasirikia sababu yenu. Bwana apewe sifa. Hebu angalia, watu ndio wamemfanya asiingie. Bwana sifa. Wale watu wamekuwa kitetea, but the moment naye amekosea, tunaona sasa haingii. Hiku kule alikuwa anataka kuingia na alitamani. Tunaona hata akijaribu kumsihi Mungu kwa sababu alitamani aingie kule. Bwana apewe sifa. Kumbuka hiyo kazi yote amefanya. Agizo hiyo yote Mungu alimpatia. Kazi hiyo yote alipewa. Kile chote aliandika, vile aliongoza watu. Kwa matendo yake alitenda makuu, alitenda mambo mengi. Bwana apewe sifa. But hiyo matendo yake haikumsaidia kuingia. Bwana apewe sifa. Hata mazuri ile alitenda hakuingia. Bwana apewe sifa. Hata Aaron tunaona haingii. Miriam pia haingii. Bwana apewe sifa. Wote hawataingia kulingana na vile Bwana alinena. Hebu tuendelee 13. Rudi kwa Hesabu 20, tuendelea kwa 13. Namo maĩ macio magĩtuo Meriba, nĩgũkorwo ciana cia Isiraeli nĩciatetanirie na Jehova, nake akĩonania harĩ cio atĩ nĩwe wa gũtĩĩo atuo mũtheri. Amen. Maji haya ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli waliteta na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Meriba Ibrania maana yake ugomvi, strife, contention. Bwana apewe sifa. Waligombana kwa ajili ya maji. Lakini Musa ndiye alimkosea Mungu, hakufuata maagizo ya Mungu, alikosa kutii kile Bwana amemwambia. Tunaona kwamba hata mtumishi wake mwaminifu zaidi aliyewajibika. Bwana apewe sifa. Hata akiwa ni mtumishi mtakatifu namna gani, ilibidi hata naye awajibike. Bwana apewe sifa. Hakuachiliwa. Tunaona alitenda everything right except labda kitu kidogo tu. Bwana apewe sifa. Na hiyo kidogo ikafanya akose. Ni jambo ambalo linatufunza kitu ya kwamba kwa matendo yetu we can never really, hatuwezi kusucceed kupitia matendo yetu. We always fail. Bwana apewe sifa. Na ndio sababu tunahitaji huruma zake Bwana. Bwana asifiwe. Katika safari hii hawezi amini matendo yako. I am a good man, I am a good, I do the right thing. Kuna mahali utaanguka ikiwa unategemea nguvu zako. Bwana apewe sifa. Tunahitaji huruma zake. Bwana asifiwe. Because we all fallen short of the glory. Bwana apewe sifa. Kama vile tumeambiwa, Yesu Kristo pekee ndiye anaweza kuwakilisha kikamilifu utakatifu wa Mungu. Yeye ndio tunaweza sema peke yake he was without sin. Bwana asifiwe. Toka mwanzo mpaka mwisho. Na yeye anaweza kutuongoza mpaka upumziko. Mungu akaonyesha watu utakatifu wake. Maji bado aliwapatia hata kama Musa alikosea, lakini Musa aliadhibiwa vikali. Bwana asifiwe. Hakuingia kule alitamani kuingia. Tuendelee. Soma mpaka 16. Ningĩ Musa akĩrekia andũ moimĩte hau Kadeshi makinye kwĩ mũthamaki wa Edomu, mamwĩre ũũ atĩrĩrĩ, mũrũ wa nyũkwa Isiraeli oiga ũũ, we nĩũĩ mathĩna mothe marĩa tuonete, ũrĩa maithe maitũ maikũrũkire magĩthiĩ Misiri, na ithuĩ tũgĩtũũra kũu Misiri mĩaka mĩingĩ, na ũrĩa matwĩkire maũndũ moru ithuĩ na ona maithe maitũ, na rĩrĩa twakaĩire Jehova akĩigua mũgambo witũ, akĩrekia mũraika agĩtũruta bũrũri ũcio wa Misiri, na rĩu tũkĩrĩ o gũkũ Kadeshi, itũũra rĩrĩa rĩrĩ o mũthia-inĩ wa mũhaka wa bũrũri waku. Kisha Musa akatuma wajumbe kutoka Kadeshi wamwendee mfalme wa Edomu na kusema, ndugu yako Israeli asema, wewe wazijua taabu zote zilizotupata. Kwa hivyo Musa sasa wanataka kuvuka Edom, wanataka kuvuka Edomu, na anatumana watu kwanza waende wanene na mfalme wa Edomu.
na anatuma wajumbe kutoka Kadesh mahali walikuwa wamwendee mfalme wa Edomu na kusema, ndugu yako Israeli anasema. Kwa hivyo anamwambia Edom ya kwamba ndugu yako Israeli. Kwa hivyo Israeli anajitambulisha kwa Edom kama ndugu. Bwana apewe sifa. Kumbuka Edom ni watoto wa Esau. Israeli ni watoto wa Yakobo. Esau na Jacob walikuwa ni mapacha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hawa hakika ni ndugu. Bwana apewe sifa. Hawa ni ndugu, hawa wawili ni ndugu, na sababu hawa waitwi Esau. Kumbuka Esau jina lake lilibadilishwa likaitwa Edom. Edom inamaanisha red. Bwana apewe sifa. Kama ile kitoweo nyekundu ya dengu ambayo alikula akatupa vitu zake zote. Lakini pia alipozaliwa kumbuka alikuwa red all over. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Edom hiyo red maana yake. Na kwa hivyo hawa watoto wa Edom ni watoto wa Esau. Na sasa Musa ametumana kwao wanataka kuwaomba njia ya kupita. Ati ndugu yako Israel asema, wewe wazijua taabu zote tulizozipata. Kwa hivyo anajaribu kumfanya Edom anamwambia kwamba yeye Israel amepitia shida nyingi. Jinsi baba zetu walivyoteremka Misri, nasi tulikaa Misri muda mwingi, nao wa Misri walitutenda vibaya sana, na baba zetu pia. Tena tulipomlilia Bwana akatusikiza sauti yetu, akamtuma malaika na kututoa tutoke Misri, nasi tupo hapa Kadeshi, mji wa mpakani wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anapeana muktasari, summary ya yale mambo ambayo Israel walipitia. Tulienda Misri tukawa watumwa kule. Tumetangatanga nyikani, tumekombolewa. Bwana apewe sifa. Na leo sasa tuko hapa. Anajaribu kumfanya huyu mfalme labda hisia zake ziwe, yani awe na urafiki naye, empathize nao. Bwana apewe sifa. Si kujisifu, anajisifu, sisi tumesaidiwa na Mungu, sisi tumetenda, lakini ni kama kumuomba, anamuomba. Kisha anasema kuna huyu malaika ambaye alituongoza. Bwana apewe sifa. Sababu kumbuka malaika ndiye alienda mbele yao na ndiye aliwaongoza. Sasa anasema sasa tumefika hapa. Hebu tuendelee. 17 to 19. Ndaguthaitha utwĩtĩkĩrie tũtuĩkanĩrie bũrũri waku, na tũtigera mĩgũnda-inĩ ya irio kana mĩgũnda-inĩ ya mĩthabibũ, kana tũnyue maĩ ma ithima iria irĩ kuo, no tũkũgera njĩra ĩrĩa nene ya gĩtwari, na tũtikerũra na mwena wa ũrĩo ona kana wa ũmotho, o nginya rĩrĩa tũgakorwo tũhĩtũkĩte mũhaka wa bũrũri waku. Tafadhali wanamuomba, utupe ruhusa tupite katika nchi yako. Hatutapita katika mashamba wala katika mashamba ya mizabibu, wala hatutakunywa maji ya visimani. Tutaifuata njia kuu ya mfalme, tusigeuke kwenda upande wa kuume wala upande wa kushoto, hata tutakapopita mpaka wako. Kwa hivyo wanamuomba wakisema, wacha tupite through nchi yako. Hata tunapokuwa tukipita huko katikati, hatutakula kitu yoyote kwa mashamba. Hata maji hatutakunywa kwa visima vyenu. Bwana asifiwe. Yetu tu ni kupita, tunataka tu njia, tupite, tuende, tufike, tuvuke nchi yako. Kwa sababu hiyo nchi kuna hiyo barabara ambayo inaitwa barabara kuu. Bwana asifiwe. Ya mfalme. Hii ni barabara ambayo hata wanahistoria wanaita kwamba ilikuwa ni barabara ya kale. Na hiyo barabara ilipita through Edom, ilienda tena kupita Moab, Ammon, Gilead, Bashan. Wanapewa sifa. Kwa hivyo ni njia ambayo kama kusema highway imevuka hii nchi imeendelea nchi nyingine. Wanapewa sifa. Vile tunaweza kuwa na barabara imevuka Kenya ipite Uganda iendelee hivi. Sasa wao wanaomba wapite sababu hiyo barabara imepitia Edom, inaelekea Damasco, hatimaye Mesopotamia. Kwa hivyo ni barabara ndefu. Hata I think bado imeteremka mpaka Misri. Kwa hivyo ombi la Israel ilikuwa ni ombi ya amani. Wacheni tuvuke. Tutapita tu kwa highway, tutakuwa barabarani. Na hiyo barabara of course unajua ndio inatumiwa hata na wale wanafanya trade, wale wanauza vitu na nini.
hizo ndio barabara wanatumia. So wanaomba tu wavuke kwa barabara, hawatakula kitu kwa mashamba, hawatakunywa hata maji. Wao tu ni kuvuka, watavuka mpaka wafike kwa mpaka, waende njia yao. Bwana apewe sifa. Ndio wanamuomba huyu mfalme. 18 Edom akamwambia, umesoma 18 eh? Edom akamwambia, hutapita katika nchi yangu nisije nikakutokea kupigana nawe kwa upanga. Bwana asifiwe. Edom anamwambia no, hautapita kwa nchi yangu nisije nikakutokea kwa upanga. Bwana asifiwe. Which means mkivuka we will attack you. Bwana apewe sifa. Msipite hapa kwetu, mkivuka hapa tutawapiga, tutawakata kwa upanga. Wana wa Israeli wakamwambia, tutakwea kwa njia kuu, tutapitia hiyo highway, tutapita kwa hiyo barabara kuu, njia kuu. Tena kama tukinywa maji yako, mimi na wanyama wangu na mifugo, ndipo tutalipa thamani yake. Nipe ruhusa nipite kwa miguu yangu, wala sitaki neno lingine lolote. Wacha tupite. If at all tutakula kitu au watakunywa maji, tutakulipa. Bwana apewe sifa. Just let us pass. Bwana apewe sifa. Musa wakati huu seriously, sister yake amekufa. Bwana apewe sifa. Watu wamemwinukia, amenena visivyofaa. Bwana amemwambia hauingii. Bwana apewe sifa. Sasa ndio huyu bado anaendelea na hiyo safari. Na hapo tena amefika, amekuta ndugu zake, watoto wa Esau. Anamwambia your brothers, we are your brothers. Bwana apewe sifa. Wana cousins, hawa ni brothers. Bwana apewe sifa. Sababu ni twins. Anasema tuache tuvuke, lakini bado wanaambiwa la, mkivuka tutawapiga. Bwana asifiwe. We will attack you. Kwa hivyo hapa hamtavuka. Na Israeli wanajaribu kuambia tutatoa fidia, compensate ikiwa chakula chochote. Lakini bado tunaona ni kama kuna uchungu fulani kati ya wana wa Edom na wana wa Yakobo. Kumbuka labda Edom wanaelewa kwamba hawa watu ndio waliiba urithi wetu. Bwana asifiwe. Na wazazi ni wazuri sana kupatia watoto kile kilifanywa na ile family, na sababu gani huwa tuongei nao. Hiyo kazi hata wazazi warudi, hiyo watafanya. Unaona mtoto amekuwa mzima amekasirikia mambo fulani, hujui ni kwa nini. Bwana asifiwe. Watuongei nao. Hata unashika. Kwa hiyo hii I'm sure hii kitu imepasiwa down kwa wazazi. Wale jamaa waliiba uzao wetu. Ilijulikana story. Hawa ndio Israeli, watu hatuwapatii njia. Bwana asifiwe. Endeni zenu, piteni njia nyingine. Mkipita tutawapiga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakakataa wavuke. Hata kama uko na uhusiano na ndugu zako wa kimwili, kusema kwamba huyu ni my brother, my sister, haimaanishi atashirikiana nao. Bwana asifiwe. Katika safari yako ya kiroho usitarajie kwamba watashirikiana na wewe sababu wale ni wetu. Ngoje tunaje Bishop Auge nenyere. Kuna watu wetu, acha niende kuambia. Unaweza pata wamegeuka. Anasema mwachie Victory tuvuke hapa. Hakuna. Wanakumbuka kesi ya shamba, yeye si kupiga. Wanasema hapana. Bwana akwasema. Kama sio sababu ni ndugu zako watakuachia. Bwana asifiwe. Unajua ukiwa kwa hii safari ni Mungu na wewe. Nirudie yeye akuongoze. Siseme familia, tuko na family, hawatakusaidia. Bwana asifiwe. Especially wakati unajua uko kwa mission ya Mungu, watapigana na wewe. Haya, hebu tuendelee 20. Nawe akiuga atiri, asa ndũngĩhĩtũka. Nao Edomu magĩkiumagara nĩguo makahũrane mbara nao marĩ andũ aingĩ mũno, ona mena hinya mũnene mũno. Ũguo nĩguo Edomu maregire gwĩtĩkĩria Isiraeli maituĩkanĩrie bũrũri wao, tondũ ũcio Isiraeli magĩkĩgarũrũka magĩtigana nao. Akawaambia, hutapita katika nchi yangu. Kisha Edom akamtokea ili kupigana naye na watu wengi na kwa mkono wa nguvu. Basi hivyo Edom akakataa kumpa Israeli ruhusa kupita katika mipaka yake. Kwa hivyo Israeli akageuka na kumwacha. So imagine they're just asking for passage tupite. Hao wakatokea na majeshi. Hata sasa haikuwa warning peke yake, lakini akaita majeshi yake yote ikatokea. Kwa hivyo wakaja pale tayari kuattack. Kuonyesha ya kwamba hii threat sio tu kusema I'm ready to do it. Bwana apewe sifa. I mean what I say. Nikisema hamtavuka hapa tutawamaliza. Bwana apewe sifa. Israel wakageuka
na kujizuia vita, na wakatii na wakaenda njia nyingine. Bwana apewe sifa. But hata kama waligeuka na kwenda njia nyingine, kuna jambo Musa alikuwa ameambiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Hata katika hii kuna jambo Musa alikuwa amezungumziwa na Bwana. Alikuwa shamuongelesha. Na kuna wakati hapa tutaona Musa kuna jambo sasa anasema kuhusu vile Bwana alikuwa amezungumzia. We get to Deuteronomy 2 quickly. Kumbukumbu la Torati 2, soma 4 to 7. Giethe andũ ũmere atĩrĩ, rĩu nĩguo mũgũtuĩkanĩria bũrũri wa ariũ a ithe wanyu, ciana cia Esu, iria itũũraga kũu Seiru, nacio nĩikũmwĩtigĩra. Tondũ ũcio menyererei mũno ũrĩa mũgwĩka, mũtigaciũgite, nĩ ũndũ ndikũmũhe bũrũri wacio ona hanini, aca ndikũmũhe ona handũ ha gũkinyithia ikinya rĩmwe rĩa kagũrũ ka mũndũ kwa mũndũ, nĩgũkorwo nĩhete Esaũ kĩrĩma kĩu gĩa Seiru gĩtuĩke gĩake. Nĩ kũgũra mũrĩgũraga irio kũrĩo na mbia nĩguo mũcirĩe, onamo maĩ mwĩgũrĩre kũrĩa ona mbia nĩguo mũmanyue, nĩgũkorwo Jehova Ngai waku nĩakũrathimĩte mawĩra-inĩ maku mothe marĩa ũrĩruta na moko maku, na nĩamenyete ũhoro wa ng'endo ciaku ũgĩtuĩkania werũ ũyũ mũnene. Mĩaka ĩyo 40 mĩthiru-rĩ, Jehova Ngai waku akoragwo arĩ o hamwe nawe, na gũtirĩ kĩndũ ona kĩ ũrĩ wago. Nawe waagize watu uwaambie, mtapita katika mpaka wa ndugu zenu wana wa watu uwaambie, mtapita kati ya mpaka ya ndugu zenu wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Kwa hivyo wana wa Esau already wanaogopa Israeli, hata kama wanasema wanataka kupigana nao. Basi jiangalieni nafsi zenu sana. Jiangalieni nafsi zenu sana, nani Israeli. Msitete nao, msitete na wana wa Esau. Bwana apewe sifa. Ndio Bwana aliwaambia, kwa maana sitawapa katika nchi yao kamwe, hata kiasi cha kunyang'anya wayo wa mguu, kwa kuwa nimempa Esau mlima wa Seiri kuwa milki yake. Kwa hivyo Bwana anaambia Israeli, hakuna kitu nitanyang'anya watoto wa Esau niwapatie nyinyi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo mjichungeni, msiende msikasirishe hawa watu. Bwana apewe sifa. Because there is nothing of theirs nitawapatia, nimewapatia wao kama milki yao. It is theirs. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kama Israeli wanaambiwa, msianze vita na hawa watu. Msipigane nao, msiwakasirishe, msitete na wao. Bwana asifiwe. Mkifika pale, hawa ni ndugu zenu, msitete nao, msipigane nao. Kile wako nacho ni mimi nimewapea. Bwana asifiwe. Na sitawanyang'anya niwapatie nyinyi. Kwa hivyo Israel jichunge. Na ndio unaona Israel wanapoambiwa no, hamtavuka, na jeshi inapowatokea hawaendi vita. Bwana asifiwe. They walk away. Bwana apewe sifa. Wamekatazwa na Mungu wasianze vita na hawa watu. Because hata wakipigana nao, there is nothing ya hawa Mungu atawapatia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wasipigane nao. Ndio nunueni vyakula kwao kwa fedha mpate kula, na maji yao nunueni kwao kwa fedha mpate kunywa, kwa kuwa Bwana Mungu wako amekubarikia katika kazi yote ya mkono wako. Israeli anaambiwa, you are already blessed. Bwana asifiwe. Amejua ulivyotembea katika jangwa kubwa hili miaka 40 hii, ili alikuwa nawe Bwana. Alikuwa nawe Bwana Mungu wako. Hukukosa kitu. Bwana asifiwe. So all this time God has been with you. Hakuna kitu umekosa. Usiende mkachukue ya Esau, hiyo ni yao. Bwana apewe sifa. Mungu anawaambia wao wamekuwa na yeye, kwa hivyo hakuna kitu wamekosa. Hebu endelea 22-24. Nao magĩkĩgwata rũgendo moimĩte hau Kadeshi, nacio ciana cia Isiraeli naguo ũguo nĩ ta kuuga kĩrĩndĩ kĩu gĩothe, igĩkinya kĩrĩma-inĩ kĩa Horu, nake Jehova akĩarĩria Musa na Harũni kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa Horu mũhaka-inĩ wa bũrũri ũcio wa Edomu, akiuga atĩrĩ,
Leo nehede Haruni aguturanirwo na andu aria manakua ni undu ndanatonya bũrũri ũcio hete ciana cia Israeli. Bũrũri sorry ni undu ndagatonya bũrũri ũcio hete ciana cia Israeli ni gukorwo mwanemeire mukiraga kuigua uhoro wakwa o kũu maĩ-inĩ ma Meriba. Kitabu hii tunaona iko na huzuni sana kwa Musa. Bwana apewe sifa. Alipoteza dada yake na tena sasa tunaona Aaron ndugu yake. Bwana apewe sifa. Ambaye alikuwa ndio ndugu yake mkubwa wake. Kisha wakasafiri kutoka Kadeshi, wana wa Israeli mkutano mzima wakafikiria mlima wa Hori. Bwana akanena na Musa na Aaron katika mlima wa Hori karibu na mpaka wa nchi ya Edomu, akawaambia. Kwa hivyo sasa wamefika karibu sana na Canaan. Ni kama wamefika sasa ndio wavuke waingie. Bwana akanena na Musa na Aaron katika mlima wa Hori karibu na mpaka wa nchi ya Edomu, akawaambia, Aaron atakusanywa awe pamoja na watu wake, kumaanisha kwamba Aaron atakufa, kwa kuwa hataingia katika nchi niliyowapa wana wa Israeli, kwa sababu muliasi kinyume cha neno langu hapo penye maji ya Meriba. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Aaron hatafika, ndio anaambiwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sasa ni wakati Aaron atakufa, hatafika. Nakumbuka Aaron akifa, katika kitabu tutaenda kwa hiyo kitabu sababu ya masaa, lakini Numbers 33 hapo 37 mpaka 39 inatuambia kwamba Aaron alikuwa miaka 123 alipokufa. Bwana asifiwe. Nakumbuka Aaron alikuwa mzee kuliko Musa na miaka 3. Kwa hivyo at this time Aaron akifa, Musa alikuwa 120. Bwana apewe sifa. Kumbuka Musa alikufa na 120, which means that sio long after this naye Musa pia atakuwa kufa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni kama hiyo mwaka sasa wao ikawa sasa wameenda wakiisha, na Bwana aanze na kizazi kingine kipya, aende amalize ile kazi. Bwana asifiwe. Kile alisema sasa iwe imetimia, ya kwamba kizazi hiki chote amekiondoa na sasa ameanza na kizazi kipya. Bwana apewe sifa. Kama vile tuliona akiambia Musa, Joshua ndiye ataenda na hao watu ataingia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu anatoa amri, sio adhabu, sio hasira, lakini ni kutimiza ile neno alisema ya kwamba hamtaingia. So ni kama Aaron anaondoka sababu Bwana ashasema hawataingia. Bwana apewe sifa. Aaron anaadhibiwa pamoja na ndugu yake Musa. Tumekuwa tukimuona akichenga vitu nyingi, lakini hii hakuichenga. Bwana apewe sifa. Tumeona mambo ikiharibika, kuna vile alikuwa anaponea, lakini this time hakuponea. Bwana apewe sifa. This time Bwana alisema hapana, kwa sababu ya hiyo jambo mmetenda hamtaingia, yeye na ndugu yake. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee 25 soma mpaka 27. Takioe Haruni na Eleazaru mũrũwe ũmatware kĩrĩma-inĩ kĩa Horu igũrũ, ũcoke ũcume Haruni nguo ciake, ũcihumbe Eleazaru mũrũwe, tondũ Haruni nĩegũturanĩrwo na andũ ao arĩa manakua, agĩkuĩre oro kuo. Nake Musa agĩka o ta ũrĩa Jehova amwathire, makĩambata kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa Horu, makĩonagwo nĩ kĩrĩndĩ kĩu gĩothe. Musa agĩgĩcuma Haruni nguo ciake, agĩcumba Eleazaru mũrũwe, nake Haruni agĩgĩkuĩra kũu kĩrĩma-inĩ igũrũ, nao Musa na Eleazaru magĩikũrũka makiuma kũu kĩrĩma-inĩ. Na rĩrĩa kĩrĩndĩ kĩu gĩothe, naguo ũguo nĩ ta kuuga nyũmba yothe ya Isiraeli, kĩonire atĩ Haruni nĩ akuĩte, gĩkĩmũrĩrĩra matukũ 30. Amen. Umefika mwisho. Kwa hivyo hapo tunaona 25, uwatwae Haruni na mwanawe Eleazari, uwaweke juu ya mlima ya Hori, umvue Haron mavazi yake, ukamvike Eleazari mwanawe mavazi hayo, kisha Haron atakusanywa kwa watu wake, naye atakufa huko. Musa akafanya kama Bwana alivyomwagiza, wakakwea katika mlima wa Hori mbele ya macho ya mkutano wote. Kwa hivyo wakapanda juu ya mlima pale, akiwa Musa, Aaron hata na Eleazari. Aende atii kama vile Mungu amemwambia. Ati amvue Aaron hizo nguo, avalishe Eleazari. Naye Aaron akiwa pale mlimani atakuwa wakufa, kisha Eleazari ataendelea na hiyo
kazi ya kuwa kuhani mkuu. Bwana apewe sifa. Ukanimaji Musa akitenda hiyo kazi, ilikuwa ni uchungu kwake sababu huyu ni ndugu yake. Bwana asifiwe. Na anamvua mavazi akijua kwamba huyu ni kufa anakufa. Bwana apewe sifa. Kisha anamvika Eleazari. Ndio Eleazari bado wako related, but ilikuwa ni kazi nzito kwa Musa. But still alitenda kama vile Mungu alisema. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona by this time I'm sure kuna huzuni nyingi ndani ya moyo wake ya yale mambo vile imeenda ikitokea, sababu hata yeye mwenyewe ameomba niache niende nikaone hiyo nchi, lakini Bwana hakumruhusu. Na hapa kwa hivyo jumuiya wakaona wakishuka tena. Kisha Musa akamvua Aaron mavazi yake, akamvika mwanawe Eleazari mavazi hayo. Aaron akafa huko katika kilele cha mlima. Musa na Eleazari wakateremka mlimani. Mkutano wote walipoona kuwa Aaron amekufa, wakaombolea Aaron muda wa siku 30, maana nyumba yote ya Israeli ikamwombolea. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wote wakalia, wote wakaomboleza sababu ya kuona kwamba Aaron hakushuka mlimani. Bwana apewe sifa. Walipanda wakiwa watatu, lakini Aaron hakushuka mlimani. Eleazari na Musa ndio walishuka. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo wakati huu tunaona kwamba hawa watatu, Miriam ambaye prophet, Bwana apewe sifa, hakuingia katika nchi ya ahadi. Aaron kuhani mkuu, Bwana apewe sifa, hakuingia. Musa ambaye anasimamia sheria hakuingia. Bwana apewe sifa. Yule aliruhusiwa kuingia ni Yoshua. Bwana apewe sifa, ambaye jina lake Yoshua tuliona maana. Bwana apewe sifa. Ana share the same name na Yesu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yeye, the Lord is salvation, yeye ndiye aliingia. Bwana asifiwe. Yeye ndiye alipeleka watu katika nchi ya pumziko. Bwana apewe sifa. Sio sheria, sio nabii, sio kuhani. Bwana apewe sifa. It was Yoshua. The Lord is salvation. Bwana apewe sifa. Yeye ndiye akaingiza watu katika hiyo nchi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tutaendelea next time, tutafike hapo kwa leo, na Bwana